Karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa FM African Documentary. Jina langu likiwa ni Felix Mwenda, na tumekuwa tukifanya uchunguzi na kufuatilia kisa cha Pastor Ezekiel Odero na Pastor Paul Mackenzie kwa jumla, na ni mengi ambayo tumepata kuyagundua na kupata kufichuka baada ya leo maafisa wa polisi ambao ni kutokea katika kitengo cha DCI waliopata kumfikisha Pastor Ezekiel katika mahakama ya Shanzu kuweza kuomba afisa wa polisi ama niseme koti kuweza kumfunga Pastor Ezekiel siku 30 wakifanya uchunguzi, ndipo kuweza kuamua ni kipi hasa kitafanyika. Now pause. Hawa maafisa wa polisi wanadai ya kwamba kuna uhusiano mkubwa sana baina ya Pastor Paul Mackenzie wa Shakahola Massacre na pia Pastor Ezekiel Odero wa New Life Church. Uchunguzi unasema ya kwamba takriban shilingi milioni 3 zimepata kutoka katika akaunti ya bank ya Pastor Ezekiel zikaenda katika akaunti ya bank ya Pastor Paul Mackenzie. Ila Pastor Ezekiel na Pastor Paul Mackenzie inasemekana ile transaction wawili hao wamefanya ni ya 500,000 ambapo Pastor Paul Mackenzie alikuwa akinunuliwa TV na Pastor Ezekiel Odero. Now this is what is happening. The DCI are saying that the pastors are saying that they only transacted 500,000 Kenyan shillings for buying a television channel, which is the End Times TV, which was sold to Pastor Ezekiel by Paul Mackenzie. Now this is where things now get complicated. You sold it at 500,000, the money was given to you. Now there is another transaction of 2.5 million Kenyan shillings. Tuambie, hii pesa nyingine milioni 2.5 mlikuwa mnauziana nini? Ni shamba. So that's where the DCI comes and makes their point strong. Ulikuwa unamlipa ndio azike miili huko kwake. Nani get? Ulikuwa unamlipa ndio azike miili huko kwake Shakahola Forest. So ile miili iko Shakahola si ya Pastor Paul Mackenzie pekee. Kuna miili pia imetoka kwa Pastor nani? Ezekiel. Now let me take you back to history kiasi ni kuonyesha hawa watu wanatoana wapi. We are being told that in the year 2009 Pastor Paul Mackenzie ndio aliita kanisa lake New Life Church. Mna get? New Life Church. Kutokea 2003 mpaka 2009 kanisa lake lilikuwa likitambulikana kama End Times Church. End Times Church. So in 2009 he changed the name of the church to New Life Church. This is after they met with Pastor Ezekiel, then akiwa pia yeye ni intern kama mhubiri akiwa anatafuta mahali anaweza tulia. Then he was roaming between Mombasa and between KILIFI. Huyu ni Pastor Ezekiel. So in 2005, in 2009 the two wakaungana. Huyu akiwa intern Pastor Ezekiel akaingia katika kanisa lake nani? Paul Mackenzie. That is in 2009. Na kanisa sasa ndio linaitwa New Life. Una get? After some time Ezekiel amehubiri kwa kanisa ya huyu jamaa, then they parted ways back I think in 2015. That was we were being told. After parting ways in 2015, huyu Pastor Paul Mackenzie akaenda na New Life yake ya watu wake wafuasi wake huko KILIFI, akaenda kanunua shamba wapi? Shakahola. Huko Shakahola akaanza kuhubiri huko. Now come here again, kuna huyu mwingine Pastor Ezekiel na yeye akaenda wapi? KILIFI. Si KILIFI, KILIFI North Sub-County. Akanunua shamba wapi? Mavueni. Una get? 65 acres. Akaanza kujenga huko kanisa lake. So huyu Mackenzie hakuwa na nyota ya kanisa ya kungarisha kanisa. Yeye alikuwa na nyota ya kuua watu. So akaenda kuhubiri about End Times huko.
Pastor Ezekiel wakashikana na mke wake nani? Sarah, wakaenda kuhubiri on the other side. You get what I mean and the point that I'm driving. Wakaenda kuhubiri na Sarah. So Pastor Ezekiel wakihubiri na Sarah wake huko, mambo ikaanza kujipa. Now Pastor Paul realizes, wait a minute, ule kijana tulikuwa tunahubiri naye hapa, mambo imejipa huko na mimi huko mambo imenikwamia, hata TV nimefungua lakini nimenyimwa license. So he goes back in 2019 to Pastor Ezekiel and Souls. Anauza TV. Ile TV channel alikuwa nayo anaiuza kwa nani? Kwa Pastor Ezekiel Odero. So pastor ananunua TV at 500,000 Kenyan shillings. Then ndiye anaanza kubroadcast sasa. Unajua sasa amenunua TV now, he has access, akona channel sijui Star Times, sijui Zuku, sijui wapi. So now people are watching. Na huo wakati, kumbuka ni wakati corona imekuja 2020. Unaget? So now people are home, people are not going to church, people are donating money through what? Through the M-Pesa numbers na paybill number ambazo zinapita hapo. So Pastor Ezekiel alitengeneza pesa mingi sana during the corona period. Not only in Kenya, also abroad. So hapo ndiye alianza kujenga kanisa yake kubwa ile yenye mnaona pale. Unaget? Now, the hidden agenda between the two pastors ni what was the transaction of the 2.5 million Kenyan shillings ambazo zilitransactiwa hapa. Kwa sababu kuna fununu na theory ambayo imecreatiwa na maafisa wa DCI that Pastor Ezekiel, kuna lori ambayo ilikuwa ikitoa miili ya watu ambao wamekufa katika kanisa lake la Mavueni ikisafirisha mpaka wapi? Shakahola kwake Pastor Paul Mackenzie. Mnaget hiyo theory? Mnaget? I hope mnaget, kwa sababu it's something that really is making sense on why the DCI are on the neck of Pastor Ezekiel Odero. Yeah, na now wanasema huyu jamaa atashikiliwa mpaka next week on Tuesday because on Monday is a public holiday. So he can't be granted bail. Kama itakubaliwa, unajua ako na connection, alikuwa anafanya kazi na county ya Kilifi, he will pull some strings, mambo ingiane, ajipate ameachiliwa. If not so, atakula ugali jela for 30 days, aubirie wafungwa huko waokoke. Yeah, that's what's up. But he needs a good lawyer. He needs a good lawyer. Huyu ako ka lawyer ako nako, it's not very convincing. He needs a lawyer like Danstan Omaro, Cliff Ombeta, or somebody of the sort. Jamaa na pesa, hela nayo, pasta ako nayo. Uliona jamaa li pull up na Lexus 570. Akienda kukamatwa eti anajipeleka for arrest. Yeah, that's what's up. Subscribe, tuungane kwa video zetu zijazo. Jina langu ni Felix Wanda. Hii ni FM African Documentary.